Oh yes, and glory to God. Leo nitaendelea na somo maalum kabisa la sababu 7 zilizowachelewesha watu wengi kutajirika. Nilizungumza sehemu ya kwanza, nilizungumza sababu za kiuchumi. Leo nitazungumza sababu za kijamii, sababu ambazo zinawachelewesha au ziliwachelewesha watu wengi kutajirika, hasa kwenye bara la Afrika. Watu wengi wamekuwa wakivutiwa na masomo yanayopandikiza maarifa juu ya elimu ya utajiri, kwa sababu watu wengi ikiwemo na mimi napenda kuwa bilionea mkubwa, napenda kuwa tajiri mkubwa siku moja. Lakini utajiri ni uwanja wa sheria na kanuni. Mtu yoyote anayevunja kanuni lazima ataanza kuweka visingizio. Sasa kuna sababu ambazo ziliwachelewesha watu wengi kutajirika. Sababu hizo zichukulie kwenye positive way ili wewe zisikucheleweshe kutajirika. Kuna raha ukitajirika ukiwa na umri mdogo. Tunaanza sababu za kijamii. Sababu ya kwanza iliyowachelewesha watu wengi kutajirika ni kulazimisha kuwa mkombozi wa familia angali bado uchumi wako haujasimama. Watu wengi ambao wameanguka kiuchumi ni wale ambao kipindi tu wanaanza kuinuka wakaanza kujibebesha mizigo ya kujifanya ni wakombozi wa familia. Ndugu yangu, huwezi kumridhisha kila mtu. Utakuta mtu amefungua tu duka la kuuza mchele, sukari, lakini anajifanya anataka asomeshe watoto wadogo, watoto wa mjomba, kwa kutegemea duka moja tu. Anataka ndugu wote wasaidie, atoe michango yote kila sehemu. My friend, hautoweza kubadilisha umaskini wa ukoo mzima kwa duka lako moja. Yesu kipindi ambapo ameweza kuhudhuria kwenye tafrija moja, aliweza kuoshwa miguu kwa nywele zenye manukato mazuri. Hadi wanafunzi wa Yesu wakaanza kulalamika, wakasema, kwa nini mnatumia gharama nyingi kununua manukato? Hivi na hivi hizo pesa si mngetumia kuwalisha watoto yatima na wajane? Yesu akawaambia, maskini hawa mko nao kila siku, ila huyu amechagua fungu jema kwa sababu hatakuwa na mimi kila siku. My friend, ukianza kufanikiwa uwezi kusaidia ukoo mzima kipindi unaanza. Unaweza kusaidia ukoo mzima kipindi umesha inuka. Watu wengi ambao wamedrop leo ni walilazimisha kusaidia ukoo mzima kipindi wanaanza. Sababu ya pili ni mazoea na majirani na watu wa karibu kwenye mfumo wa biashara. Watu wengi ambao wameanguka kiuchumi, wamejikuta wana drop economically na wanapotea kwenye lamani, ni waliendekeza urafiki kwenye masuala ya biashara. Utakuta mtu kafungua duka tu la kawaida, lakini marafiki zake wanakuja kukopa, hawalipi kwa wakati. Wanakuja kukopa, kuna muda hawalipi. Kuna muda wanamuibia, wamuogopi. Tunaitaka sisi undugu lawama. Mtu anakuja anakopa voucher, anatumia, lipi hivi na hivi na unamchekea. Vitu vya hivyo huwa vinawachelewesha wengi kutajirika, kwa sababu mtu anakuja kushangaa ana miaka 48 ndio anaanza kununua kiwanja. Utajenga nyumba na miaka mingapi sasa? Sababu ya tatu iliyowachelewesha watu wengi kutajirika, sababu ya kijamii, ni ukosefu wa connection. Tunasema hata kama una elimu, hata kama ni mcheshi, hata kama una sifa zote za kupata kazi, za kupata frame, za kupata biashara, wewe unajuana na nani na wakati gani inamata sana. Watu wengi waliokosa connection walichelewa kutajirika. Connection ni moja kati ya kitu muhimu sana kwenye safari ya mafanikio. Yaani wewe umfuate nani, umueleze nani na kwa wakati gani. Hiyo elimu ama huo mfumo wa connection ukiuzingatia utakusaidia sana. Ndio maana watoto wengi wa matajiri wanafanikiwa mapema, kwa sababu wazazi wao wanawaandalia connection nzuri. Tafuta connection, na connection unaweza kuipata kwa njia ya mahusiano mazuri na watu. Ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza, usimdharau, ongea kwa heshima, usijidhalilishe, jiheshimishe. Atakuwa lazima vaa vizuri, nukia. Ndio connection zinaanzaga humo. Connection ya kitu chochote kile.
Sababu ya 5 ni ukosefu wa elimu ya biashara. Watu wengi wanafungua biashara pasipo ukosefu wa elimu. Kuna elimu mbili za biashara. Kuna elimu ya darasani na kuna elimu ya mtaani. Mara nyingi sana elimu ya darasani ya biashara huwa inafanya kazi kwenye biashara kubwa tu. Biashara ikiwa inaanza, elimu ya darasani inaweza isifanye kazi sana, ila elimu ya uzoefu wa mtaani ndo inaweza kukusaidia kwenye biashara changa. Maana biashara changa haihitaji mhasibu, haihitaji mtu wa masoko, inahitaji ubunifu na maarifa ya muuzaji. Hii ni pointi muhimu zaidi. Kama bado haujasubscribe channel yetu hii, tunaomba sana uweze kusubscribe na uweze kutufollow kwenye kurasa zetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Habari ya dalili ya ama sababu ya 5 ni ukosefu wa ujasiri na uthubutu. Moja kati ya sababu ambazo zinawachelewesha watu wengi sana kwenye kutajirika ni wanakosa uthubutu wa kujaribu kitu fulani kitu. Utakuta mtu ana kipato kimoja cha biashara. Moja kati ya makosa ambayo hutakiwi kufanya kwenye masuala ya kiuchumi ni kutegemea kipato kimoja. Utakuta mtu analizika na kipato kimoja. Utakapolizika na kipato kimoja, hiyo ni ishara ama ni sababu itakayokuchelewesha kuwa billionaire, kuwa tajiri mkubwa, kuwa millionaire. Kwa sababu kipato kimoja hakiwezi kukufanya kuwa somebody, kwa sababu unawezekana unapata milioni 3 kwa mwezi, lakini watoto wako wawili wanasoma private school, mke wako ana majukumu yake, baba yako, mama yako, unalipa kodi ya nyumba. Kwa hiyo unajikuta mwisho wa siku balance inakuwa ndogo. Lakini unapokuwa na ujasiri wa kufanya tafiti na kuwekeza mara kwa mara, ukawa na vyanzo vingi, ndipo mwanzo wa kuwa tajiri mkubwa. Lakini sababu ya 6 ni ukosefu wa mifumo mizuri ya sera za uwezeshaji biashara kwa wafanyabiashara wadogo. Unajua serikali wanaweza wakatengeneza mfumo mzuri, wanaweza wakawa na nia nzuri, ila shida mifumo ya kufanya utekelezaji ikawa kidogo ina shida kwenye bara la Afrika, na hii inajikuta ama inaweza kupelekea kuchelewesha Waafrika individually mmoja kuweza kutajirika kwa mapema, kwa sababu ya mifumo. Kuna muda inarekebishwa, lakini bado mfumo unaenda pole. Lakini kuna sababu nzuri kabisa, hii ni mazingira. Moja kati ya sababu ambazo zinaweza zikakufanya biashara yako isucceed ama ifail ni environment factor. Sababu ya mazingira. Unafungua biashara gani, mazingira yapi, na wateja wako watakuwa ni kina nani? Ukiweza kusoma somo hili vizuri, kusoma mazingira, alama ya nyakati, biashara ya bar niifungue maeneo gani, biashara ya hardware niifungue maeneo gani. Ngoja nikurahisishie kazi. Umeona kama biashara ya hardware unatakiwa ufungue kwenye mji mpya ambapo nyumba nyingi zinaanza kujengwa. Ndo mazingira nayo yazungumza hapa. Ukifeli kwenye somo la mazingira, biashara hii uiweke maeneo gani, basi utaweza kufeli na kuchelewa kutajirika. Naitwa Levi Aziel, ni mwalimu wa masuala ya kijamii, kiuchumi pamoja na kiimani. Kama umebarikiwa na umependezwa na mafundisho yetu mazuri kabisa, tafadhali sana niweze kukuomba usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Lakini vile vile usisite kutufollow kwenye kurasa zetu mbalimbali za kijamii kama vile TikTok, Instagram, Facebook, YouTube pamoja na Twitter. Ukisubscribe, ukilike, ukifollow na ukishare, utakuwa miongoni mwa wadau wetu wa kwanza kabisa watakaokuwa wanapata mafundisho yetu mara pale pindi tu yanapoweza kutoka. Mungu wa mbinguni akubariki sana 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 sana.
Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili uwe miongoni mwa wadau wetu wazuri kabisa ambao watakuwa wanapokea mafundisho yetu mazuri na matamu mara pale pindi tu yanapoweza kutoka. Naitwa Levi Aziel. Tunapatikana kwa nambari za simu ambazo ni 0684612405. Tupigie simu uweze kutuambia unapitia changamoto hipi tuweze kushauriana. Tunatoa huduma ya ushauri, maombi na maombezi pamoja na kukueleza ukweli utakaokuokoa.